Hii si hadithi ya kuburudisha tu. Ni hadithi ya ardhi inayotunza kumbukumbu za vizazi na vizazi. Ni hadithi inayosimulia jinsi tamaa ilivyoleta laana isiyosahaulika. Ni hadithi ya mbegu moja tu iliyoweza kubadili hatima ya kizazi kizima. Tafadhali kaa kimya, sikiliza kwa makini, na ukifika mwisho utaelewa kwa nini wengine walitamani wasingesikia kabisa. Naam, hapo zamani za kale, kabla majina ya watu hayajawa muhimu kuliko heshima, kabla sauti za vijana hazijazidi sauti za wazee, kulikuwepo kijiji kimoja ambacho hakikuonekana kwenye ramani yoyote ile. Kijiji hicho kiliitwa kijiji cha Mafulu. Hakikuwa kikubwa sana wala hakikuwa na umahiri wowote ule, lakini kilikuwa na kitu ambacho vijiji vingine vyote havikuwa nacho. Ardhi ya kijiji cha Mafulu ilikuwa hai. Haikuwa tu mchanga na mawe, bali ilikuwa kama ngozi ya mzee iliyobeba makovu ya historia. Pembeni kidogo mwa kijiji cha Mafulu kulikuwa na mto mdogo. Mto huo haukupiga kelele, ulitiririka kimya kimya, kana kwamba ulikuwa unachunguza kila aliyekunywa maji yake. Na katikati ya kijiji palikuwepo na mti mmoja mkubwa sana wa mbuyu, na hapo ndipo mikutano ya kijiji ilifanyika. Maamuzi mbalimbali yanayohusu kijiji cha Mafulu yalifanyika hapa. Hapo ndipo makosa ya wanakijiji yalisomwa pale na hukumu kufanyika pale. Chini ya mti huo wa mbuyu alikaa mzee mmoja ambaye jina lake lilikuwa Mzee Mwanga. Kwa miaka mingi pale kijijini Mafulu hakuna mtu aliyekuwa na kumbukumbu ama historia kamili ya mzee huyu. Hakuna aliyefahamu alifikaje kijijini hapo, wala aliyewahi kusikia habari za wazazi wake ama mtu yeyote yule wa ukoo wa Mzee Mwanga. Kwani kwa miaka mingi mzee huyo amekuwepo kijijini hapo na kuvishuhudia vizazi vingi vikija na kuondoka. Watoto walipokuwa wadogo, walimu waliwaambia Mzee Mwanga alikuwepo hata kabla sisi hatujazaliwa. Na wazee walipoulizwa kuhusu historia ya Mzee Mwanga walijibu kwa sauti ya chini, usiulize maswali ambayo ardhi haijakupa ruhusa kuuliza. Mzee Mwanga alikuwa na macho yasiyokutazama moja kwa moja, lakini kila alipoyainua lazima utahisi kana kwamba anakuona zaidi ya uso wako. Siku zote mikononi mwake Mzee Mwanga alitembea na fimbo kongwe sana, fimbo ambayo ilionekana kuwa ya kawaida, lakini fimbo hii haikuwahi kuvunjika wala kuondoka mikononi mwa Mzee Mwanga. Na juu ya yote, Mzee Mwanga alifahamika kijijini pale kama mlinzi wa mbegu ya mwisho ya ardhi. Mbegu hiyo haikuonekana na kila mtu wala haikuwekwa wazi. Ilihifadhiwa ndani ya chungu cha udongo kilichozikwa sehemu ambayo ilijulikana na wazee wachache wa kijiji cha Mafulu. Wazee hao walisimulia vizazi kuhusu maajabu ya mbegu hii. Ikiwa ardhi imechoka huiamsha, ikiwa watu wamepotea huwarudisha, ikiwa maovu yametawala mbegu hii hutoa adhabu. Lakini kulikuwa na sharti moja tu. Mbegu hiyo ilikuwa ikipandwa mara moja tu kwa kila kizazi, na sio kwa njaa, sio kwa shinikizo, wala si kwa majaribio, bali ilipandwa pale tu ambapo roho ya kijiji ilikuwa imeharibika. Miaka mingi ikapita, watoto wakawa vijana, vijana wakawa watu wazima, na watu wazima wakaanza kusahau. Kijiji cha Mafulu kilianza kubadilika polepole. Hayakuwa mabadiliko ya usiku mmoja, bali kwa tabia ndogo ndogo. Mkulima alianza kusema, kwa nini nimpe jirani yangu ili hali mimi nalima peke yangu? Mfugaji akaanza kuhesabu mifugo kwa wivu, sio kwa shukrani. Viongozi wa kijiji wakaanza kupenda kukaa mbele kuliko kusikiliza nyuma. Na katikati ya mabadiliko hayo alikuwepo kijana mmoja, jina lake lilikuwa Kito. Kito hakuwa na nguvu nyingi wala hakuwa tajiri, lakini alikuwa na kitu hatari zaidi. Alijua kusema kile ambacho watu walikuwa tayari wanawaza, lakini hawajathubutu kukisema. Mara zote alipokuwa akiongea, watu walitikisa vichwa, na walipokuwa akimsikiliza walijiona wenye akili zaidi. Kito alianza kuuliza maswali. Kwa nini mbegu iwe ni moja tu? Na kwa nini ishikwe na mtu mmoja tu? Kwa nini wazee waamue kwa niaba ya kizazi kizima? Je, si haki yetu kutumia rasilimali ya ardhi yetu? Maswali hayo hayakuwa mabaya, lakini nia iliyobeba ilikuwa nzito sana. Maneno yale yalianza kusambaa kama upepo wa jioni, na taratibu heshima na hofu ikaanza kupungua kwa wanakijiji cha Mafulu. Siku moja Mzee Mwanga alimuita Kito. Walikaa chini ya mbuyu peke yao, hakukuwa na watu wengine. Mzee akasema kwa sauti ya taratibu, maneno yako yana mizizi mirefu kuliko unavyodhani. Kito akatabasamu na kujibu,
na mizizi ikikua, mti hutoa kivuli. Mzee akatikisa kichwa, kisha akamjibu, sio kila kivuli ni baraka. Kisha akasema, mbegu haiogopi kupandwa, inaogopa nia ya anayeipanda. Lakini Kito hakusikia onyo hilo, na labda pengine alisikia, lakini akaamua kulipuuza. Hatimaye, kama ilivyo matarajio ya watu wengi, msimu wa mvua uliwadia. Lakini msimu ule wa mvua haikunyesha. Ukaja msimu mwingine, nao pia ukapita na kuacha ukame kwenye ardhi ya Mavulu. Mavuno yakapungua, njaa ikaanza kunong'ona. Na kila palipotokea tatizo, jina la mbegu likatajwa, kila mmoja akisema lake na kulaani kitendo cha mbegu kutokupandwa na kuhusisha jambo hilo na ukame unaoikumba Mavulu. Watu wakaanza kulaumu na kushutumu, kama tungeipanda mbegu basi 1, 2, 3. Kama wazee wasingekataa, hivi sasa ingekuwa ABC. Kama mzee Mwanga asingeficha mbegu, yote haya yangekuwa 1, 2, 3. Sauti zikaanza kuwa kelele na kelele zikaanza kuwa hasira, na ndipo siku moja ngoma ikapigwa kijijini Mavulu. Haikuwa ngoma ya sherehe, bali ngoma ile ilikuwa ni wito wa mkutano wa kijiji. Kijiji kizima kikakusanyika chini ya mbuyu, wazee, vijana, mpaka watoto wake kwa waume. Mzee Mwanga akaletwa mbele. Alisimama akaangalia watu wake, kisha akasema, nimekaa na mbegu hii si kwa sababu mimi ni bora, la hasha, bali nimekaa na mbegu hii kwa sababu kizazi chenu hakikuwa tayari bado. Pale pale Kito akasimama na kupaza sauti na kuuliza kwa kejeli, ni nani huyo mwenye mamlaka ya kusema kuwa tuko tayari au la? Je, ni wewe? Kelele zikashamiri. Ndipo mzee Mwanga akatoa onyo ambalo lingebaki mioyoni mwa wachache tu wenye hekima. Mkivunja sheria ya ardhi, ardhi haitavunjika, bali itanyamaza na kutazama, lakini kaeni mkijua kuwa italipiza. Lakini maneno yale ya hekima kwa wanakijiji wale yalikuwa kama shilingi ambayo kwa kiburi na ujinga wao ilizama kwenye bahari ya tamaa. Usiku huo, bila baraka, bila ridhaa wala subira, mbegu ilichukuliwa na mahali fulani gizani, ardhi ikatoa sauti ndogo, sauti ambayo kila mtu aliisikia, lakini walioisikia walijua ya kwamba kuna kitu kimeamshwa. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Nyota zilionekana kana kwamba zimesokea karibu na ardhi. Upepo haukupuliza kama kawaida. Hata mbwa wa kijiji hawakubweka kama ilivyokuwa kawaida. Kulikuwa na ukimya mzito sana, aina ya ukimya ambao unaweza kukupa hofu na kukufanya uhisi kama vile kuna kitu kinakutazama gizani, hata kama ukioni kitu hicho. Wale waliobeba mbegu hawakusema neno. Walitembea kwa hatua fupi wakihema kwa hofu, kana kwamba ardhi yenyewe ingeweza kusikia pumzi zao. Katikati ya usiku wa manane, mbegu ilipandwa. Hakukuwa na tambiko, hakukuwa na dua, wala hakukuwa na neno la baraka. Ilikuwa ni tamaa tupu ikigusa udongo na ardhi ikapokea. Asubuhi ilipofika, kila kitu kilionekana kawaida. Jua lilichomoza, ndege waliimba kwa sauti zao tamu na za kuburudisha, watoto walicheza michezo yao kama kawaida, mpaka watu wakajisemea moyoni, labda wazee walitutisha bure. Lakini mchana ulipofika, hali ilibadilika. Upepo ulianza kuvuma kutoka upande ambao haujawahi kuvuma. Miti ikatetemeka kana kwamba lilipita tetemeko la ardhi. Na usiku ulipofika, mvua kubwa ikaanza kunyesha. Mvua hii haikuwa ya furaha. Mvua ile ilikuwa nzito sana. Matone yake yakapiga ardhi kama mawe madogo. Wazee wakatazamana, lakini hawakusema neno. Mvua iliendelea kunyesha kwa siku 3 mfululizo bila kukoma. Siku ya kwanza ardhi ikanywa maji kwa haraka sana. Siku ya pili matope yakaanza kutoa harufu ya ajabu. Na siku ya 3 watu wakaona kitu cha kushangaza sana. Mazao yalianza kuota kwa kasi isiyo ya kawaida. Mahindi yakachomoza kwa siku chache kupita kawaida. Maharage yakachanua kabla ya wakati. Mashina yakawa marefu kuliko kawaida. Vijana wakashangilia na kusema, tumeona sasa, hakika mbegu ina nguvu. Kito akatabasamu kimya kimya, lakini wazee hawakushangilia kwa sababu walijua jambo moja: kila kitu kinachokuwa haraka sana hakikui kwa muda mrefu. Baada ya wiki moja mambo yakaanza kubadilika.
Majani yakaanza kubadilika rangi, kijani kikageuka kuwa kijani kibichi sana, kisha kahawia, kisha yakawa meusi. Mazao nayo yakaanza kuoza yakiwa bado shambani. Hata maji ya mto nayo yakabadilika, yakapoteza harufu ya uhai. Samaki wakaanza kuelea juu wakiwa wamekufa. Watoto wakaanza kulia usiku wakisema wanaota ndoto zile zile za kufanana kila siku. Waliota ardhi ikifunguka na sauti ikitokea chini ardhini ikisema, rudisheni kilichochukuliwa. Wakati haya yakiendelea kutokea, Kito hakulala usingizi. Maneno aliyokuwa akisema mchana yalianza kumrudia usiku. Alimkumbuka mzee Mwanga akisema, mbegu haiogopi kupandwa, inaogopa nia ya anayepanda. Alijaribu kujituliza na kujisemea moyoni, ni hofu tu, watu wanaogopa mabadiliko. Lakini ndani ya moyo wake sauti ndogo ilimwambia, uliharakisha sana. Siku chache baadaye, kijiji cha Mavulu kilikumbwa na ugonjwa wa ajabu. Haikuwa homa ya kawaida, bali ulikuwa ni uchovu wa ajabu. Watu walilala lakini hawakuamka na nguvu. Wakulima walishika jembe lakini mikono yao ikatetemeka. Wazee wakaanza kusema, ardhi inadai mazungumzo. Lakini hakuna aliyethubutu kuitisha mkutano tena, kwa sababu kila mmoja alianza kujilaumu moyoni. Ndipo jambo moja kubwa likagundulika. Mzee Mwanga hakuonekana tena kijijini. Fimbo yake haikuwa chini ya mbuyu. Makazi yake yalikuwa matupu. Hakuna aliyemwona akiondoka. Kulikuwa na kitu kimoja tu. Fimbo yake ya zamani ilikuwa imesimama katikati ya shamba ambapo mbegu ilipandwa, ikiwa imechomekwa ardhini kana kwamba mtu aliiacha kama alama. Wazee wakapiga magoti na sasa walitambua ya kuwa mlinzi ameondoka na sasa kijiji kiko peke yake. Kwa mara nyingine tena ngoma ikapigwa. Safari hii haikupigwa kwa hasira, bali kwa hofu. Watu wakakusanyika chini ya mbuyu. Hakukuwa na kelele wala mabishano. Mzee mmoja akasema kwa sauti ya chini, tumefanya kosa. Mwingine akaongeza, lakini kosa lina gharama. Macho yote yakamgeukia Kito. Hakuna aliyemlaumu waziwazi, lakini ukimya wao ulikuwa mzito kuliko lawama. Mwanamke mmoja mzee sana akasimama na kusema, lazima tumtafute mzee Mwanga. Kijana mmoja akasema, lakini yuko wapi? Ndipo wote wakamwangalia Kito, si kwa hasira wala kwa chuki, bali kwa uelewa mchungu. Kito akainamisha kichwa chini na kusema kwa sauti iliyovunjika, nitakwenda. Hakuna aliyepinga, kwa sababu kila mtu alijua kuwa alianzisha safari ya kosa ndiye lazima anzishe safari ya kurekebisha. Usiku huo huo Kito akaondoka kijijini akiwa peke yake, bila chakula cha kutosha, achilia mbali uhakika wa kurudi. Nyuma yake kijiji kilibaki kimya, na chini ya ardhi mbegu ikaanza kuota kitu cha ajabu ambacho hakikuwa chakula. Kito alipotoka kijijini hakufuata njia ya kawaida. Miguu yake ilimpeleka kule ambako watu walikuwa wameacha kupita miaka mingi, na sasa msitu ulikuwa mnene sana. Mwanga wa jua haukupenya kwa urahisi, na kila hatua ilisikika kana kwamba ardhi inahesabu. Hakukuwa na alama za njia wala sauti za ndege. Kulikuwa na sauti moja tu, ni sauti ya nafsi yake. Kila alipovuta pumzi alihisi uzito moyoni, uzito wa maneno waliyoyasema zamani bila kufikiria mwisho wake. Siku ya kwanza ya safari yake maji yaliisha akiwa njiani, lakini aliuona mto mdogo ukiwa mbele yake. Maji yake yalionekana safi, lakini alipoinama kunywa sauti ikasikika, usinywe. Kito alishtuka, akaangalia pande zote, lakini hakukuwa na mtu. Akasema kwa sauti ya chini, kwa nini? Sauti ile ikajibu, kwa sababu bado hujajifunza kuacha kitu hata kama kinakuvutia. Kito akaondoka bila kunywa. Kiu kikamchoma koo, lakini moyoni alianza kuelewa. Siku ya pili alikutana na mwanamke mmoja mzee sana aliyekuwa kipofu. Alikuwa amekaa pembeni ya njia, lakini uso wake ulikuwa na utulivu. Kito akamsalimia na bibi yule akasema, nilikuwa nakusubiri. Kito akashangaa, unanijua? Bibi akatabasamu na kusema, nakujua zaidi ya unavyojijua. Kisha akamwambia, ulitaka mbegu ikue kwa haraka, na sasa unataka kosa lako lirekebishwe kwa haraka pia. Kito hakujibu, na bibi yule akasema, hakuna kitu cha thamani kinachorekebishwa kwa haraka.
Akamwonyesha njia iliyojaa miiba na kumwambia, hapo ndipo majibu yako yalipo. Njia ile ilikuwa nyembamba sana, na kadri alivyoifuata ikamchana miguu na damu nyingi ikatiririka miguuni mwake. Kila hatua ilikuwa chungu. Kito akalalamika, kwa nini lazima niumie hivi? Sauti ile ile ikamjibu, kwa sababu hukuwahi kuhisi maumivu ya wale uliowasukuma mbele kwa maneno yako. Kila tone la damu lilipoanguka ardhini, ardhi ilionekana kama inanyonya polepole. Siku ya 3 akiwa njiani alikutana na mtoto mdogo sana, lakini mtoto yule alikuwa na sauti kana kwamba ni mzee wa miaka mingi. Mtoto huyo alikuwa peke yake, amekaa juu ya jiwe. Alimwangalia Kito moja kwa moja bila uoga na kusema, unatafuta mbegu au unatafuta msamaha? Kito akakaa chini, akasema kwa sauti ya kweli, natafuta kurekebisha. Mtoto akatikisa kichwa na kusema, huwezi kurekebisha kile ambacho hukikubali kwanza. Kito akapiga magoti na kwa mara ya kwanza hakujitetea, hakulaumu wazee wala njaa, bali alilaumu tamaa yake. Na hapo hapo yule mtoto akatoweka kama hakuwahi kuwepo. Usiku huo Kito akaota ndoto. Aliota kijiji chake kikiwa tupu. Aliona watu wakiita jina lake, lakini sauti zao zilikuwa kama za waliokufa. Akaona mbegu ikigeuka jicho na lile jicho likamtazama. Aliamka ghafla ndotoni. Alikuwa anatetemeka sana kwa hofu, lakini asubuhi ilipofika alijiona kama mtu wa tofauti kidogo. Siku ya 4 ya safari alikutana na mnyama mkubwa sana. Hakuwa mkali wala hakuwa mpole, alikuwa amesimama tu. Mnyama yule akasema, tamaa haikai tumboni, hukaa moyoni. Kito akasema, nimekuelewa. Mnyama akajibu, kuelewa sio mwisho. Je, upo tayari kulipa gharama? Kito hakujibu mara moja. Ndipo yule mnyama akasema, mbele yako kuna kilima cha mawe. Huko ndipo utapata ulichokuja kutafuta, lakini huwezi kurudi ukiwa yule yule. Kilima kilikuwa kikavu, hakukuwa na mimea wala miti ya kutoa kivuli. Kila jiwe lilionekana kana kwamba limekaa hapo likingoja kitu. Kito alipofika juu alimwona mzee Mwanga. Alikuwa amekaa juu ya jiwe kubwa akimtazama kwa macho tulivu. Hakusema neno. Kito akapiga magoti mara moja na kusema, nimekosea. Hakutoa maelezo marefu wala hakujitetea. Mzee Mwanga akasema, mbegu haikuleta laana ila imeifunua. Kito akainua macho akamtazama mzee Mwanga. Mzee Mwanga akaendelea, kijiji chako kilikuwa tayari kuanguka na wewe ulikuwa sauti tu ya tamaa iliyokuwapo. Maneno hayo yalimuumiza sana Kito, lakini yalikuwa yana ukweli. Mzee Mwanga akasimama kisha akasema kwa sauti nzito, hakuna mbegu mpya itakayopandwa kurekebisha hili. Kito akashtuka kisha akauliza, kwa hiyo kijiji kitaangamia? Mzee akatikisa kichwa na kusema, hapana, lakini ardhi inadai kitu kingine. Akasema polepole, mbegu ya mwisho. Mbegu hii haizaliwi kutoka udongoni, inazaliwa kutoka moyoni. Kito akaelewa, lakini kuelewa kulikuwa na gharama. Mzee Mwanga akasema maneno ya mwisho, ili kurejesha usawa lazima nafsi moja ijitoe kwa ajili ya kijiji kizima. Kito akanamisha kichwa. Hakusema hapana wala hakusema ndio, lakini macho yake yalikuwa yameamua. Kito alirudi kijijini akiwa hana haraka. Hakukimbia, hakujificha wala hakutangaza. Alitembea kama mtu aliyekubali mzigo wake. Alipofika karibu na kijiji, alionja harufu ya ardhi. Haikuwa ile aliyokuwa akiifahamu. Ilikuwa nzito kana kwamba udongo ulikuwa umechoka kusubiri. Watu walipomwona hawakupiga kelele, hawakumkimbilia wala hawakumshangilia. Walimsogelea kimya kimya kwa sababu kila mmoja alihisi jambo moja. Kito hakuwa amerudi kama alivyoondoka. Ngoma ikapigwa tena. Safari hii haikuwa ya hofu wala ya hasira, ilikuwa ya wito. Watu wakakusanyika chini ya mbuyu. Kito akasimama mbele yao, hakutumia maneno mengi. Akasema, mbegu haikutulaani, imetuonyesha jinsi tulivyo. Akatulia kidogo kisha akaendelea, tulitaka baraka bila kubadilika, tulitaka mavuno bila kujitazama, na kosa hilo lilikuwa langu pia. Watu waliinua macho kisha akaendelea,
Ardhi ilikuwa inataka kurejeshwa kwa usawa, na usawa una gharama. Hakuna aliyemuuliza gharama ni ipi, kwa sababu wazee tayari walikuwa wameelewa. Mzee mmoja akasimama akasema, zamani tulifundishwa kuwa ardhi huchukua pale inapotoa. Mwanamke mmoja aliyekuwa kikongwe sana akaongeza, na hakuna kitu cha thamani kuliko nafsi iliyokubali kosa. Ukimya ukatawala, ukimya ambao haukuwa wa hofu bali wa heshima. Usiku ulipofika, Kito alitembea peke yake hadi shamba la mbegu. Fimbo ya mzee Mwanga ilikuwa bado imesimama pale. Kito akaishikilia na kuipigisha ardhini polepole. Akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, sio kwa kulazimishwa, sio kwa kuogopa, bali kwa kuchagua. Akakaa chini, hakupiga kelele wala hakulia kwa sauti, lakini machozi yake yalidondoka ardhini na ardhi ikapokea. Asubuhi ilipofika, mvua ikanyesha tena, lakini safari hii ilikuwa mvua laini, isiyopiga, isiyobomoa, bali inayosafisha. Mahali Kito alipokaa, mche mdogo ukaota. Haukukua haraka wala haukung'aa kwa ajabu, lakini ulikuwa hai. Maji ya mto yakarudia rangi yake, samaki wakaonekana tena, watoto wakaacha kuota ndoto mbaya, na kijiji kikapumua. Baada ya siku kadhaa, mzee Mwanga alionekana tena. Hakusema mengi, aliangalia watu wake na akasema, kila kizazi hupimwa kwa jambo moja, kujua kama kiko tayari kulipa gharama ya kweli. Akaangalia mche, akasema, hii ndiyo mbegu ya kweli. Haikupandwa kwa mikono, ilipandwa kwa toba. Kisha akaondoka tena, na safari hii hakuna aliyemfuata. Tangu siku hiyo kijiji cha Mavulu kilibadilika, sio kwa sababu ya mbegu, bali kwa sababu ya kumbukumbu. Watoto walifundishwa, ukitaka ardhi kujibu, jibu kwanza nafsi yako. Na wazee waliposema hadithi hii, walimaliza kwa sentensi moja, tamaa huleta sauti, lakini kafara huleta amani. Naam, na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Kama umefika hapa, basi wewe si msikilizaji wa kawaida. Wewe ni sehemu ya simulizi hii, kwa sababu hadithi kama hii haisikilizwi kwa masikio tu, bali kwa moyo. Kama simulizi hii imekufanya utulie, utafakari na ujiulize maswali kuhusu dunia unayoishi, basi usiondoke kimya kimya. Subscribe kwenye hii YouTube channel ili simulizi kama hizi ziendelee kuishi na sauti za hekima za Kiafrika zisiishie kwenye ukimya. Bonyeza subscribe kisha share kwa mtu mmoja tu unayehisi anahitaji kuisikia, kwa sababu hadithi huishi pale inapoenezwa kwa watu wengine.